Miongoni mwa vitu ambavyo vinakuwa vinamweka mtu katika hali ambayo ni hatarishi zaidi kupata ugonjwa huu wa UTI ni pamoja na watu ambao tunasema kuna jinsia, kuna umri, lakini katika jinsia naomba niseme kitu kimoja kwamba wanaweza kupata wote, wa kike na wa kiume, lakini wa kike tunasema wanakuwa katika hali hatarishi zaidi kupata ugonjwa wa UTI. Hili inatokana na sababu mbalimbali, lakini mojawapo ambazo zinazungumziwa zaidi ni maumbile, jinsi ambavyo mfumo wa mkojo wa mwanamke ulivyokuwa umetengenezwa. Ule mrija ambao unatoa mkojo kutoka kwenye kibofu kwenda nje tunaita urethra unakuwa ni mfupi kwa mwanamke, lakini kwa mwanaume unakuwa ni mrefu. Kwa ufupi inakuwa ni rahisi kwa bakteria au vimelea vya ugonjwa huu kuweza kupanda kutoka nje na kuingia kwenye kibofu cha mkojo na kusababisha UTI. Lakini sababu nyingine ni njia ya mkojo ambayo ipo karibu na sehemu ile ya kutolea haja kubwa, ambapo ndo wale visababishi vimelea vinavyosababisha UTI vingi vinatoka sehemu hiyo. Sababu nyingine ni mtu ambaye ana kisukari, lakini watu ambao wana shida mbalimbali kama vile za tezi dume, kwa wale ambao ni wanaume anakuwa na saratani ya tezi dume. Lakini katika mojawapo ya visababishi vya UTI katika vimelea ambavyo vimefanywa tafiti na kuonekana ndio visababishi vikuu sana ni kimelea ambacho kinaitwa E. coli. Kwa hiyo E. coli takriban 80% mpaka 85% ya UTI yeye ndo anakuwa msababishi. Kujua kisababishi cha UTI ni kitu ambacho ni muhimu sana, kwa sababu hicho kitaamua pia dawa ambayo inaenda kutolewa kwa ile kutibu kimelea hicho. Vimelea vingine inaweza kuwa ni tunaita Klebsiella, vingine Proteus na wengine.